bana, wadau mambo vipi? Bana, majina hapa na director from Jax. Kwa baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikitrend sana kuhusiana na hii kwaya. Palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja kati watoza ushuru naye ni tajiri. Wale watoto wa 2000, wale watoto wa 2000, mtupishe kidogo. Unakwambia kwamba watoto wa 2000 mtupishe kidogo. Bana, moja kati ya taarifa ambayo kwamba na habari nzuri kabisa ambayo inahusiana na kwaya moja ambayo inatokea Uriankuru Tabora. Wamekuja kivingine tena mwanangu, wameachia dude kubwa kinyama, yani unajua dude. Wameachia dude alafu album. Moja kwa moja walikuwa na uzinduzi kabisa hapa juzi kabisa hapo, ilikuwa Mbezi Beach pale. Wameanzia kwanza kuzindua, walikuwa Arusha, na baada ya Arusha kumaliza kuzindua wakarudi tena Dar es Salaam, wakafanya uzinduzi pale Mbezi Beach. Kiukweli ilikuwa nyomi sana, lakini nikapata nafasi ya kuweza kuzungumza na mwalimu wa kwaya hiyo, anaitwa Elfaz Habona, kutokea Tabora. Ndo mwenye kwaya, mwalimu kabisa mkubwa sana. Bwana, yule mwalimu hajawahi kuzeeka. Yaani mpaka leo ni mwalimu ambaye ni kijana. Toka enzi hizo mimi mwenyewe nimezaliwa nikiwasikia na nikiwaona. Yaani bado, yaani unajua, kumbe nikaamini kwamba ukiwa kwa Yesu bana, mambo ya kuzeeka inakuwa haipo hiyo. Wangu mwanangu, moja kwa moja nikatimba kwa mzee ambaye ndo mwalimu mwenyewe, tumpe respect sana. Bado analea vipaji vya watu kabisa, na kwaya yake bado inaendelea vile vile, nginja, yani ipo din, na wametoa kitu kingine kabisa. Na uende YouTube pale ukaweze kupakua na kuweza kusubscribe channel yao, ukaweze kupata vitu vipya kabisa ambavyo wameviachia, na ni album kabisa nzima kabisa. Wewe unawakumbuka hawa? Wakupewa sifa, heshima na utukufu, ya Mungu pekee, hakuna mwingine. Wakupewa sifa, heshima na utukufu, ya Mungu pekee, hakuna mwingine. Una yeye Mungu wetu, hakika yeye ndiye anayestahili. Una yeye Mungu wetu, hakika yeye ndiye anayestahili. Bwana sema hala. Bana, nikapata chance ya kuweza kuzungumza na mwalimu mkubwa sana wa kwaya ile. Basi tupate maneno mawili kutoka kwake na predicats. Nilikuwa nikiendelea na historia ya kwaya yetu. Mwaka 1987-88 nakumbuka, ndipo tulianza kufanya recording pale Radio Habari Maalum Arusha. Tukarekodi audio ya kwanza, album ya kwanza ilikuwa inaitwa Heri Aliyesamehewa. Tulirekodi kipindi hicho kama kwaya mapigano. Tuliendelea vizuri na hatimaye tukaendelea tena baada ya miaka mitatu tukarekodi album nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Fahari ya Vijana. Na baada ya miaka mitatu tena tukarekodi audio nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Mwenye Mamlaka, ambayo hiyo ndio ilitoka kwenye chati, Mwenye Mamlaka kipindi hicho. Baada ya hapo tukarekodi tena album ya 4, baada ya miaka mitatu tena tukarekodi album ya 4 ambayo ilikuwa inaitwa Sisi ni Barua. Na hiyo tuliendelea nayo, lakini kipindi tunarekodi Sisi ni Barua tukafanya recording au tukaenda kushuti video Mwenye Mamlaka. Sasa hiyo ilikuwa ni kipindi cha, ilikuwa mwaka 1999 kitu cha namna hiyo. Na hapo ndipo tukashuti video ya Mwenye Mamlaka. Na hapo tuliendelea
na waimbaji tulijikusanya, tukakusanya nguvu, maana hayo yote tulikuwa tukiyafanya kwa nguvu yetu sisi wenyewe kama waimbaji, kwa kujitoa kufanya kazi hiyo, kwa sababu tuliitwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake, na tukaona kwamba sisi ni fahari yetu kufanya kitu cha namna hiyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuliendelea vizuri tu, maana hapo kipindi tunakwenda kurekodi hiyo album, si mwenye mamlaka, tulikuwa waimbaji tuliokwenda kushuti, tulikuwa kama waimbaji 16. Lakini hapo tunamshukuru Mungu kwa kweli tuwezesha kufanya kitu cha namna hiyo, kwa sababu hiyo album ilitupa faida kubwa sana kiroho, kwa sababu ilienea sehemu mbalimbali kwenda kuwafundisha watu, maana zile sehemu ambapo tulikuwa hatufiki, lakini kupitia katika albamu hiyo ujumbe wetu ulimfikia kila mmoja. Kwa ndio maana tunasema kwamba albamu hiyo tulifanikisha na ikatupa faida kubwa sana, kwa sababu walio wengi baada ya kusikia neno la Mungu kupitia katika albamu hiyo, wengi walipokea wokovu. Ndio maana sisi tunajisikia furaha. Tuliendelea kama kawaida, lakini baadaye tulipata changamoto kupitia katika huduma yetu, na changamoto hiyo tukawa tunatafutwa na watu wakifikiri labda huduma yetu au sisi hatupo tena duniani. Lakini tulikuwa tupo, kwa sababu baada ya kukutana changamoto, kuna mambo mengine ilibidi kwamba tuahirishe kidogo, lakini huku pasipo kusimama katika huduma. Maana tuliahirisha tu katika kushuti au katika kwenda kurekodi studio. Ndicho kitu tuliahirisha, lakini huduma iliendelea kama kawaida. Tuliendelea tukifanya mikutano ya Injili sehemu mbalimbali. Tuliendelea tukifanya huduma yetu kwa njia mbalimbali, kwenye mikutano ya Injili, makongamano, kitu cha namna hiyo. Tulifanya tu kama kawaida. Tulizungukia mikoa mbalimbali, tulienda Mbeya, tulienda Kiela, tulienda Dar es Salaam, tulienda Bukoba, tulienda Arusha, tulienda Kahama. Sehemu nyingi tu tulikuwa tukizunguka tukihubiri. Basi baada ya hapo tukaenda kumshukuru Mungu, kwa sababu mambo yote hayo yalikuwa yakifanywa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Hivyo sasa mpaka sasa hivi, baada ya kuona kwamba nimezungumzia changamoto tulizowahi kukutana nazo. Katika changamoto hizo tuliaisha tu kwenda kufanya recording, lakini huduma ikiendelea. Na siwezi nikazungumzia sana kuhusu changamoto ambazo tulizokutana nazo, kwa sababu ninapozigusia sisi zinakuwa ni kama donda kwetu, kwa sababu tulivyokutana navyo ni vitu vingi sana. Lakini tukaendelea kumtukuza Mungu na hatukuacha kuendelea na huduma hiyo, kwa sababu tuliona kwamba mkono wa Bwana uliendelea kuwa pamoja nasi na Mungu aliendelea kututetea. Na hatimaye kuja kufikia siku hii ya leo, ambapo sasa tunaelekea katika uzinduzi wa albamu nyingine mpya kabisa ambayo tujawahi kuitoa, lakini tukaona kwamba safari hii sasa, baada ya zile changamoto, maana mnajua kama mahali ambapo inaweza katokea dhoruba, lakini baadaye kuna ushwari unakuja kwa baadaye. Hasa utulivu unapokuwepo, basi safari inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo sasa hivi tumefikia kutoa albamu nyingine mpya, ambayo sasa hivi tunatakiwa kwamba tutaizindua mnamo tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka ujao, mwaka 2025. Tutazindulia pale Arusha, na hapo vile vile tutafanya uzinduzi wa albamu hiyo Dar es Salaam tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na tuna maana kufanya hivyo kwa sababu walio wengi walisema kwamba sisi hatupo tena duniani, lakini tupo na huduma yetu ilikuwa ikiendelea. Kwa kuwa ile awali huduma yetu ilikuwa ikiendelea wakiwa wanatuona kupitia katika albamu zetu, lakini sasa kwa kuwa tulisitisha albamu, wakawa hawatuoni tena, kusema kwamba hawa watu walisha kufa,
au hawapo duniani, lakini tupo na tunaendelea. Na walikuwa wakifanya hayo na sisi tunasikia, lakini kwa kuwa njia ilikuwa bado haijafunguka, sisi tukaendelea kuwa na ule uvumilivu wa kusubiria kwamba ipo siku njia itafunguka. Na njia sasa imefunguka. Mungu alisikia maombi yetu, njia imefunguka. Tuko hewani, na ndio maana tumechukua hatua hii ya kuzindua albamu yetu Arusha, ili wa Arusha tuwatangazie, waelewe kwamba tupo. Na tukachukua kwamba tena hatua nyingine ya pili, tunakwenda kuzindua vile vile Dar es Salaam, na kule Dar es Salaam ambapo kulikuwa na chachu, na wao wajue kwamba tupo na tunaendelea na huduma, tunaendelea kumtumikia Mungu. Na katika ulimwengu mzima, pale ambapo albamu zetu zilifika, ziendelee kufika tena na kuwahubiri watu wamjue Mungu, waokoke. Na hatimaye Mungu aendelee kuinuliwa na kupewa sifa na utukufu. Asante.